Bwana, karibu Kiswaga Media. Tunakwambia soka ni ulevi. Ni wakati mwingine wa kuzungumza michezo. Kama hujasubscribe channel yetu, unaruhusiwa hapo kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya kila tunapokuwa tunaposti taarifa za kimichezo. Charles, karibu bwana. Asante. Kwema. Bwana, kuna mchezo ambao umepigwa Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Simba wameondoka na ushindi wa goli 2-1. Kwa kutatoa tathmini yako ya mchezo, ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwanza naweza kusema ni mchezo wa ushindani, lakini ni mchezo wa kimaamuzi. Kwa maana kuna timu moja wao iliweza kudominate mpira kwa muda mrefu, lakini kuna timu moja wao walikaa kwenye upande wa event na kwenye maamuzi. I mean hivyo ambao ni Simba Sports Club, ila Singida kwa asilimia kubwa dominate position. Lakini Singida mchezo ulikuwa unawataka, lakini wao walishindwa namna ya kuamua ule mchezo. Hiko ndo kitu ambacho kinawagharimu. Lakini goli alilofungwa Metacha Mnata this season kwa mpira wa kona na msimu uliopita nafikiri ni kosa lile la kujirudia. Kutoka bila kuwa na uhakika na kucheza mpira bila kuwa na uhakika zaidi. Kwa hiyo matokeo yake yamekwenda kumpa faida mpinzani. So Simba yeye ni winner. Ukubwa umetumika zaidi kwa sababu mechi kubwa kama hii inatakiwa uoneshe sasa ule ukubwa ambao unatakiwa uonyeshe, yani unatakiwa ukubwa ambao ulionao uonyeshe. So angalia mchezaji ambaye labda amekuwa ni unexpected player sasa hivi kwa upande wa mashabiki wa Simba, lakini ndo amekwenda kuamua ule mchezo. Lakini tasifia ile movement ambayo amefanya Elie Mpanzu na mpiga pasi Clatous Chota Chama, the way ambavyo amepiga ile pasi nyuma ya migongo ya walinzi. Na alichofanya Mpanzu ni kuhakikisha tu kwamba mpira unakwenda kambani. Mpaka dakika 90 zinakamilika, ubao unasoma 2-1. Simba ameibuka na ushindi. Tukitazama performance ya Chama, ni kama watu wamesema mzee, lakini ukiona performance yake kwa siku ya leo, anapiga pasi ambayo inaenda kuamua mchezo. Kwako wewe unamuona Chama ni aina ya mchezaji gani kwenye class? Daraja always linaweka utofauti baina ya mchezaji na mchezaji. Lakini kwenye zile mechi ambazo zinahitaji matumizi makubwa ya nguvu na kasi, yani high intensity football, Chama it means mtakuwa mnamuonea, ni mara chache sana kushine. Lakini kwenye mechi zile ambazo labda zinahitaji kufanya maamuzi kama mechi ya leo Singida Black Stars, it means Chama anakuwa superb kweli. Na yeye ndo alichofanya kwamba kuna muda msinisahau sana. Licha ya kuwafahamu wachezaji wa Singida Black Stars, lakini the way ambavyo alivyofanya ni kuwakumbusha wachezaji wa timu pinzani kwamba nilishatengeneza klasi yangu, kwamba ng'ombe anaweza akakonda lakini sio sawa anapokonda mbuzi. Kile alichokifanya ni the way ambavyo walishafanya hivyo vitu akiwa katika ubora wake kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa hivi alichokifanya hivi ndio ile unasema form is temporary but class is permanent. Kwa kutazama mchezo kulikuwa kuna matukio ambayo yanasemekana kuwa ni penalty. Tukio la kwanza Yusuf Kagoma akaenda kumchezea Haridi Aucho, lakini pia baadaye golikipa wa Simba alienda kucheza mpira. Kwa kutazama wewe kwa jicho lako kwenye yale matukio mawili, kulikuwa kuna penalty? There is no penalty pale. Tukio la kwanza na la pili. Tukio la kwanza na la pili pia. Kwa sababu kama Joseph Gede angekuwa anahitaji ile penalty, asingejaribu kumkwepa Mamadou au Jibril Kasala. Iko kitu ambacho ndo ninacho doubt mimi. Sawa, inawezekana kweli kama alikuwa na viashiria vya kumgusa, lakini contact kuwepo pale. Kwa hakukuwa na ile tusema clear contact kwa maana ya yeye kwenda kuanguka chini. Na ile ya pili ya Yusuf Kagoma kwenda kwa Haridi Aucho, umeona mpira brother umeguswa pale. Kagoma alienda kucheza mpira. Kwa hiyo it means kwamba there is no penalty. So mwamuzi mshikaki bendera na mwamuzi wa kati walikuwa sahihi kwenye ile matukio. Walikuwa sahihi katika yale maamuzi 100%. Tumejadili mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars na matukio ambayo yalikuwa very controversial ya penalty. Wengine wakisema penalty, wengine wakisema sio penalty. Lakini pia tumemsikia Charles Mpunga, mchambuzi hodari, akikwambia kwamba kwake yeye hakuona penalty yoyote kwenye huo mchezo. Na Simba wameibuka na ushindi wa goli 2-1 wakiwa ugenini. Sisi hapa Kiswaga Media tunakwambia soka ni ulevi mpaka wakati mwingine, lakini pia nikujuze tu ambacho upaswi kujuza. Wajanja zako wote ambao wanabima na Kiswaga Insurance, kwa sababu ndio sehemu pekee thamani ya mali yako inakuwa inazingatiwa. Mpaka wakati mwingine, mimi ni sports commentator Saidi Sabini, nilikuwa na Charles Mpunga. Endelea kutune in hapa Kiswaga Media.